school, actually, I was not among the best. Hiyo na nitakuwa na wadanganya. High school, I was an average student. I was so average. Siku ya kwanza kuingia high school, si nimepelekwa na my mom na my aunt. Wamenipeleka shule. Mlikuwa mnafuliwa nguo and everything. Ya vision, ya Timau. So like, mmekuja huku, haujui anybody. Hujawahi lala kwa dorm iko na watu wengi hivyo. Like, new faces all over. At least hiyo yenye tulikuwa na sister yangu. So she used to take care of me. Because she was the eldest. Hey! Sasa si kumefika 6. Mom ndo hao. Kuniambia bye. Mimi nakuanga kimtukia kulia tu bure. Nilianza kulia. Nililia. Mother guide yangu akabaki huko tu kunibembeleza. Guess what? That night, si lazima muende prep. Stima zikapotea. You know, our first week, tuliakampaniwa, yani tulikaribishwa na vitu tu funny things. Stima potea. Kunanyesha. Maji potea. That time, hiyo shule haikuwa na preservative options za maji. So wakati maji imepotea that week, hatujaona maji. Yenye ilibaki ikaisha. Tutanki ikaisha. Ilikuwa inabidi tuteremke. Na hiyo valley inakaa hivi. Tukachote maji. Na mamitungi na mabeseni. So unaenda na bucket 2, moja unaenda kupreserve chini ya kitanda na si sure bet utaamka uipate. Juu kuna wale sasa ulikuwa unachukua kufuli. Una lock nayo. Tumefanya hilo. Unachukua hande ya bucket, unaweka kufuli, unafungia maji hapo. Sasa hapo ni jela. Hata atakaye amka kujaribu kuchukua ataweza kuchukua. Memories. Hilo ndio tulikuwa unaweka hiyo kitu ya kuoga ndani. Sasa mtu hawezi tumia. Yetu hata ungeweka panty, I am very sure they would pick. Those girls were not joking. I remember kitu yenye ilifanya nikakuwa hivyo, siku ya kwanza niliibiwa maji. Can you imagine umeamka asubuhi tu, unaingia hakuna bucket, hakuna maji. Unaingia chini ya kitanda, hakuna. So mother guide yangu akaniambia tuoge na yeye. So unajua mnaoga na yeye aje? Mnatumia hii maji yake kuoga. You understand? Unaoga. Sasa nakumbuka gatu vitu zingine like I survived the hell. Food ilikuwa aje baby? Go. Ile gideri fulani kwanza ya Sunday. Tell me why food ya Sunday ilikuwa ina taste vibaya. Yani gideri ya Sunday ilikuwa imekata kabisa. Hata ingekuwa nini mimi singesikia kwa tamu. Mlikuwa mnaweka mafuta taa? Ama hiyo bado you are not. Nilikuwa nasikia fununu but mimi sijawahi ona specifically ni mafuta ya taa. Ya bana. Sijawahi. So in primary umesema ulikuwa music na drama. So high school bado uliendelea? High school sikuendelea. Ulienda jamaa high school iko na so drama kwa sababu nilipata madem. Madem wako na mahaga huko, alafu nyimbo wanaimba za kutingiza haga and I was Hebu tuachane na hiyo. So the Kikuyu in me was talking. Yes. By the way, I'm a half caste. Did I mention that? My father is a Kikuyu. My mom was American. Yeah. Meru. So I'm half caste. So high school drama. Physical disabilities can limit. Ikabidi nisonge nalo na masomo. But enter niko hapa. So like hukufikiria bibi acha niingie club nyingine ama wewe ilikuwa kasi drama na music hizo zingine stambui? I joined journalism club. I have always loved journalism. I joined journalism club. Yep. Hiyo ndo club nilijoin. After hapo, I was in the CU movement.
lakini nikachange. Tutakuja kwa kuchange wewe ni wapi tunachangeia kutoka CU twende YCS. Bas niko form 1. So journalism club mlikuwa like mnafanya nini? Journalism club we used to write news, school news. Zinasoma pale kwa assembly. Tulikuwa tunaenda funky but ikabaniwa nikiwa form 1. Watu walifanya tabia mbaya. Okay, not me. Kuna watu walifanya tabia mbaya huko. Ikakuwa bad. So mimi my whole life sijaenda funky. Makosha. Wakamwacha akiwa paralyzed. Sijawahi enda funky. Nilipata imebaniwa juu kuna madem nasikia walienda huko wakamisbehave. But watu wenye nilikuwa nasikia wanaenjoy ni watu wa music because they could go and sleep in another school. Shule yenu mlikuwa mnafanya hivyo? Walikuwa wanaenda wanalala shule nyingine. Mnabook shule moja and then mnaenda mnagongelewa nyinyi. Sherati yenye ilikuwa inaendelea huko Erivo kuingia. Sasa ningekuwa pabaya. Mama watoto. Anyway, so mimi nilijoin to journalism club because I loved journalism. Nilikuwa kwa CU movement, I mentioned that. Then I was a joker. Yapa. Aki noise making is my worst weakness. I don't know. It's in me. I cannot keep quiet. I will never. So kufika form 2, tunangangana na ma prefects. I remember there is this Saturday. Hata nikwambia venye niliepuka. But mimi nakuanga criminal mwingine huwa ana escape punishment in a very I can't recall the day nilifanya punishment ikaisha. Siwezi kumbuka and I was a yapa usisahau. So there is this day nilikuwa nafanya comedy ya Kimeru, nimesimama mbele ya wanafunzi. Jamani juu ya loka. Niko hapo nawaambia na Kimeru. Mbuka iraro kirinka kamba kumari mungau. Nanti endete ku karar apia kirono to karanki ya wa madogane cha kwa ambiro kamau wotio karakuyangi. So I was copying that guy. I don't recall him. He was a very good content creator. Alikuwa Meru. So nimemcopy, nimebamba wengine. CSO education kwa dirisha pia yeye ana enjoy the comedy show. CS. Like tuko tunamuita CS. Mwenye alikuwa in charge wa education. Mwalimu. Ningeshindwa CS jamaa. Wewe kwa dirisha. Ana enjoy the show. After the show yeye hata anashughuliki. Nauliza mbona watu wanacheka kiplani? Watu wanajaribu kunisignal. Oya. Yakimwagika hayazoleki jamani. Ndio hiyo mimi sasa nikatolewa nje. Toka. I was given this book. It was called The Worshippers. I had to translate it from English to Kiswahili. The Worshippers. He literally made me read that the whole book. But those people that I was entertaining, see why a class of 64. Can you imagine everybody took a chapter? Hey, big up my guys. Weish, those girls. Hey, kila mtu mimi nafanya chapter 1, chapter nini. And then we summarize. And then boom, there is the work. Hivyo ndo niliepuka. Bado hatujafika mara ya pili. Mimi nakosanga kwa Nismeka. Mimi nakosanga naye. Haya sasa ndo hiyo mimi. Nime make two noise. Mwalimu wake akadikuta. We were 4 of us. Tukapewa punishment ya kunini? Ya kuokota. Kulikuwa na certain construction ilikuwa inaendelea shule. So tunaambiwa tuokote tumawe. Tuweke kwa bucket tukiendaga tukidispose place fulani zitoke kwa nyasi. You know, we had not even collected a half of them. Nyoka. Hey. Ikatoka kwa shimo. Hey, wasichana. Tuchando hiyo nyoka. Aki mimi sijui. I don't know. I was a noisemaker but sijawahi. I don't recall the last time I did a punishment ikaisha.
yani bahati tu. So like sasa akakuja, there's a snake imeingia kwa hiyo hole. So obviously teacher hata akubali wanafunzi wake wabaitiwe na nyoka juu ya punishment. So he told us go to class. Now umesema kutoka CU, kuna story hapo ya kutoka CU to YCS. Uliendaje? Nilifika form 3 nika realize buda masiku zimesonga. Ndio hiyo mimi sijawahi toka nje ya hii shule. The only event naezaenda hakuna hadi. Najaribu kusummarize naona hakuna. So, siri ni gani? YCS they were not many in school. So kungekuwa na function any other school, they used to go all of them. So si ni opportunity ya kupenya ndani. Who tells you I went to the YCS. I registered myself with 100 shillings. We used to pay forms in Ajipa. You know, there was that joy of do you call them sticky or letters? Hey, joy got to Harry. Have I told you nilitumiwa nini? Nilitumiwa letter pia. Niliaibishwa. High school pia. High school liko form 1. Nimesahau. Form 1. Nilitumiwa. Watu wa music walitoka music, nikatumiwa na boyfriend yangu wa home. Sitamtaja jina mpaka sasa hivi tunaongeanga. Ni friend yangu actually. So like aliandika hiyo letter vibaya. Grammar ama handwriting ilikuwa mbaya. Grammar. Niliaibishwa almost the whole school. Najua ni ile ya, okay, I love you, you are the only bean in my life. Jamaa kaniandikia mpaka damu yenye analalanga. Alikuwa form? Jamaa. Mtoto wa nini? Mtoto wa Afra. Niliandika hapa, I sleep in long or not. You are the only, I don't sleep when I think about you. You are the only being in my githeri. I can't wait to see you when we go home. And you know how ladies are sarcastic. You know they used that against me mpaka form 2 hapo mwisho ndio walisahau. Unanielewa? How do you know how students don't forget? So they were like, my only being in my githeri. So you can imagine that it was somehow traumatizing in a good way. Sai ndo naonanga in a good way because it was not funny then. But now it's funny because, hey, you are my only being. Hey, usiniambie hiyo shit sai. Okay, so we join YCS because of my trips to Agona. My trips, and then ile ya kuinteract na watu huko nje ndo sticky kitajwa, joy. Joy gatweri. Yeah. Njia zako kama 5 hivi. Yeah, sasa unasikia the joy of nini. Me I would literally interact with you na najua utawahi niona tena in your life. Unakubamba nini na kupea namba buda ukitext hata mimi sasa by the way mimi uko hivyo naweza tu kubamba we interact, we laugh nini ikifika kwa DM nani anajibu DM yako? Mimi. So hiyo tabia itas maneno haya si mageni. Okay, tulize vile favorite subject yako ilikuwa high school. Let me tell you, minor. All subjects were my favorite subjects. Na si kujisifu. I was not so bright, but I hated chemistry and mathematics. Don't ask me why. Chemistry and mathematics. Ushaiona mtu analala lesson ya mathematics? I used to sleep in that lesson. And then I was this funny person. Me sikuwa nasoma. But wakati wa class usiniongeleshe. So I used to write. So I used to listen more. Hata saa hii mimi nachukuanga listening more rather than kujichambulia wewe mwenyewe. Sasa mimi sikuwa napenda sikuwa napenda hesabu hata nilikuwa nalala. Ushaiona mtu analala lesson ya mao baada ya hesabu na wengine.
nilikuwa nalala. And I used to love sleeping. To an extent that I used to love sleeping. Na hata saa hii napenda kulala. Najua unaona hata saa hii nikienda nilale niamke, ukaniambia nilale tena, I'm very sure sitakosa usingizi. I love sleeping till date. So I used to do this. I would skip lunch intentionally ndo nilale hizo hours. Na nisipolala sitasikiza kitu. Wala sitasikia kitu. Mimi hata wako venye mlikuwa mnaamshana, twende lunch. Usiamshe Joy. Achana yeye alale. Sasa ulala kwa class pale kwa local pale. Kwa hiyo usingizi nayo kwa tamu. Why? You usingizi usicompare na ya kitanda. So I used to sleep that lunch hour. Nisikule lunch ndo nilale. You can imagine how I love sleeping. I prioritize it more than even it. Na otherwise nikikataa kulala, hiyo usingizi itanisumbua the whole evening lessons. So I used to spare that time because I'm this person mwenye ninapenda kusikiza walimu. Ndo Kiswahili was my best. Business, mimi hata hesabu ya accounting watu walikuwa wanashindwa na kuja kuniuliza. Biology, wakati nimeboeka ndio ilikuwa ya kutuliza akili. Wakati nimesikia kitu imekataa imechemka, nachukua biology, naangalia diagram ya heart, naona left ventricle, right auricle, natulia. Na naenda kwa glomeruli na describe hiki kiprocess kiote, nasikia calm down. That was my calma. Wakati nimechoka na hizo subjects zingine. English wasn't my best, but not bad. History, CRE, I was the subject coordinator. CRE, I was the subject. Kiswahili was my best. I even is my best performed in KCSE. I got an A. Hiyo nayo nitasema proudly. Now, before to move on, sir, after high school, so best memories ya high school, peka moja ama mbili zilizoko nazo. Best memories za high school. No. Sikukwambia yenye nilipata. Kuna ingine. Imagine I'm a lady. Sasa venye unanionanga, although sijavaa official. Si unaniheshimingi somehow. Can you imagine? It's weird. Lakini acha tu niseme. Kuna siku fulani okay. Siku ya mchele, Wednesday tulikuwa tunapikiwa mchele. Mchele na maharagwe mix. So we used to kukula. Usinione hivyo. Tulikuwa tunakula. Sasa venye unanionanga, although sijavaa official. Si unaniheshimingi somehow. Can you imagine? It's weird. Lakini acha tu niseme. Kuna siku fulani okay. Siku ya mchele, Wednesday tulikuwa tunapikiwa mchele. Mchele na maharagwe mix. So we used to kukula. Usinione hivyo. Tulikuwa tunakula. Tunachukua paper tu. Tunaweka kwa bucket. Sasa juu ukipatikana nazo utapewa punishment. So unaingiza ndani ya bucket, unaenda class nayo. Unaelewa? Unabeba sasa ndani atakuuliza ukienda umebeba plate, utaambiwa unapeleka nini tuition area. So tulikuwa tunaweka kwa bucket ndani. Unabeba hivi. Unaingia nayo class. Tunangojea ile masaa ya nini. Sasa tulikuwa kama wasichana wanne. Tulikuwa tunaketi pamoja. Mmoja alikuwa anaitwa Blessy, mwingine Lucy, alikuwa anaketi nyuma yangu. Na mwingine Christine. So, tulikuwa tunakula ya mmoja kwanza. Kama yako tunakula 8:30 wakati wa break. Hiyo ingine kuna yenye tutakula asubuhi. Na sasa kuna ingine tutakula 9:30 tukilala. So in the process ya kukula hii hapa 8:30 tukapatikana. Hiyo mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Mungai. He was so sarcastic. Angekutukana na akichekanga. Like it's an insult. Akatuambia kujeni hapa.
That day was so funny that tulienda tukapigishwa magoti mbele ya staffi. Do you know how it's bad? And then he's saying, anasema offense yenye mmefanya. Yani, and he was like, wasichana warembo hata hawezi jua wamekuwa hawezi jua anakulanga paper 2. And then among the stars, there was a girl called Husna. Alikuwa Mswahili. She was a form 1, but sasa yeye alikuwa na makosa yake. Kitu yenye ilituchekesha. Alikuwa amesokota nywele. Alikuwa na nywele fupi kama hiyo. So, alikuwa anasokota hivi. So, akasokota. Sasa lecturer, huyo mwalimu anamwambia, nimezoea lecturer. Huyo mwalimu anamwambia and then the girl hakuwa na face inakaa. Anakaa bro. Thank you. Ni wewe umesema mimi sijasema. Walikuwa wengi. So like venye alikuwa amesokota. Teacher anamwambia mimi umeamua leo kwenda uthi guy. Guy tuliisha na sasa hiyo tuko kwa makosa. And then nyamazeni hapo. Nyinyi na nyinyi kazi yenu ni kukula paper 10. And then the whole compound is so quiet. So he told us the next day tukapewa punishment. Hiyo nayo nilifanya. Tuliosha dining. So now after form 4 so after high school pia ilikuwa direct to university ama kuna ka time period hapo katikati? Kulikuwa na period. After high school nikapata job kwa hoteli. Kwa waitress. So hiyo apart from maybe trips, maybe kulikuwa na trips mnakuja Nairobi. Ushai kuja wachana na mambo ya shule? Any other reason imekuleta Nairobi ama hata hii Kiambu? Yeah, I have a lot of relatives in Nairobi. All my aunties and uncles are here actually. I used to come during holidays. Nilikuwa nakuja, inaona ikiwa fun, napelekwa TRM, napelekwa Garden City, Galleria Mall. Demo ametembea. Haya, so now choose ulikuwa umechagua Len Coops. Ulikuwa umechagua first of all universities zingine ama choice yako ilikuwa Zitech from? Nilikuwa nimechagua, for your information, nilichagua Zitech mara ngapi? Jamani, the love of Zitech. I loved this school since it was a college. Do you know nilikuwa naona advert ya Zitech wakati ilikuwa college before ikuwe university. Naambia mama yangu nataka kuenda hiyo college. Hiyo ndo nitaenda. Ulikuwa umejua unakuja kufanya journalism ama ulikuwa tu? Si nimekuambia I joined journalism because kabisa nilikuwa napenda journalism my entire life. Mimi I'm not in the wrong place. I don't feel like I'm in the wrong place. Hata hii kierere na mshene mingi I don't know. Yeah. So first day umekuja Zitech sasa, hiyo day ya kwanza. So intake uliletwa na wazazi ama ulijileta? Niletwa na uncle yangu. My uncle brought me. He took a day off. Kaleta mtoto shule. Bena intake hizo vitu zote yakasonga au kabaki sasa peke yake? Kasonga kabaki peke yangu, but mimi nakaa kwake mpaka sasa. Yeah. So hizo first few weeks za huko shule experience ilikuwaje? So new environment ndio ile umekuja ile Zitech ulikuwa unapenda sasa? Nakumbuka nilikuwa nalia kila morning. I used to cry daily. Mimi na rafiki yangu anaitwa Sara. Joy, patala ifunguki. Umeingia class. Mimi sijaingia, ifunguki pia. We used to cry. We cried. Nakumbuka my first exam. Do you know niliconfuse room? Online exam yenye nilikuwa nayo ili take so long. Nikachelewa home. So akili zangu zilikuwa zinaniambia unaweza amka 6, ukuje ufanye 8 to 10, afu 10 uingie physical. So akili zangu ziko nitamaliza 9 kama class. Nilifika place, auntie yangu akaniambia chukua boda. Hapa utatoboa. Ilibidi nichukue boda. Achukua boda. Acha tukunywe maji ya uhai. Sasa
Sasa nikachukua boda nikakuja. I'm so confused that hata siangalii timetable kwenda. Naenda room nyingine napata supervisor hata sijaimuona. What do you want? Is the English for journalists? You know that unit. Is the exam here? No. It's not here. At least he knew where the exam was. So he directed me at least. Hakunishauta akaniambia, "Oh, you are in 1.1. Oh, I'm so sorry." Akaniambia, "Enda annex." Iko annex. Wewe annex. Yeah. Hiyo annex imepoteza watu wengi. Again, mi niliona ni 02 something. So mimi nikadhani ni LCA. So hey, mimi naenda kierere yangu. L. At least I found a good lecturer. Kuna watu hata wangekushautia. Alafu venye nilifika huko, I'm 1 hour late. 1 hour late. Hiyo unit hata venye nilipata sijui nini, sijui. Nilipata Mr. Roy hapo. Hakuna issue. Kadambia tu niingie. At least wanakuangalia na first year. Kwa Kongi Street. At least. Okay. Now so uko shule, so apart from masomo mengi, any clubs, any co-curriculum activities unafanya za huku? Niko Leo. But niliingia in my 4th year already. Journalism club niko. Sina niko. Mimi kama niko. As long as unafanya media, automatically unafaa ukue ndani. Niko journalism. Nini wewe unasema niko. Sports mimi nakuagana miguu mbili za left. Acha nikwambie, ikifika ni games, mimi hata nikiwa shule sikuwa nacheza. I was never playing. Sikuwa nacheza. Hata mkienda huko kurusha tu miguu. Mimi nabaki hapa na crew yangu, tuna dance, tunakatika. Leo ni siku na day ya kutoa. Nakumbuka hizo ndo manyimbo tulikuwa tunaimba high school. Leo ni siku na day ya kutoa. Mimi sasa ndio nilikuwa Miracle Baby. I was a sinner guy. God remember me. Forgive you. Nilikuwa nasimama hapa. Sasa sinapigiwa nini? Leo ni siku na day ya kutoa. Badala tu unasema tu. Sasa hata tukikataa kupewa enter na waekea enter yenu, nyinyi msijali. I got the music. Sawa. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Nyinyi mkienda kucheza, mimi nabaki na bangaiza. Kuna any prefect roles ulikuwa umepewa huko? Mimi prefect. Huyo mtu lazima angekuwa na wazimu. Unaambia je mtu mimi ni the only role ya leadership nishawahi pewa. Subject coordinator. CRE. That's all. Haya, so tunamalizia. So of course tunamalizianga na ka challenge. Because channel yako unapiga unaboronga Kiswahili kule. Kiswahili mufti. So hii challenge ni ya maswali za Kiswahili. Haya basi. Uko ready? So ya kwanza, andika kwa wingi ama sasa utaisema kwa wingi. Dawa hii ilimponya. Dawa hii ilimponya. Dawa hizi ziliwaponya. Correct. Haya, malipo ya mtu anapopatwa na makosa ya kisheria inaitwaje? Faini. Okay. Tunasema ana roho ngumu kama ya? Ana roho ngumu kama mamba. Nini? Paka. Unajua paka wanasema ina roho ni roho ama ni miaka maisha 9 ni uhai. Ina Haya, neno dirisha liko kwa ngeli hii. Wewe. Dirisha hizi. Lia. Dopi. Okay. Hii ni kitendawili. Sasa tutafikie kanusha. Mwalimu anafunza kwa utaratibu. Kanusha. Mwalimu hafunzi kwa utaratibu. Watu wanaoishi nchi ya Ethiopia, unaweza waita wa Ethiopia au Wahabeshi. 3/8 ama akisami 3 juu ya 8 kwa Kiswahili inaitwa akisami 3 juu ya 8. Dhumni 3.
Chobi ni sawa. So ya wewe umepata actually ni moja tu umekosea. Okay, sawa, asante. Stories zimeweza mbaya. Ina itakuwa interesting episode mbaya sana. So asante sana Joy. Thank you. Wakupate kwa social media zako YouTube, especially YouTube bana. Anapiga content nyingine hapo moto sana. Subscribe guys. Tutaiweka hapo kwa hata kwa description tutaweka link yake. So sawa, sasa tupatane in the next one. Hope you enjoy. Tuambieni by the kwa comment unataka nani mwingine akam. By the unaweza suggest na tulete nani mwingine hapo. Unajua kuna masters Kusuggest. Ama lecturer pia. Anaitwa Kate Matherson. Huko anafanya media pia. I feel that she has a lot of stories to tell. More of she's an outgoing person. She's so much outgoing. So meaning high school life yake haikubo kama ya. Hapo okay, sawa. So Kate, tuingie ndani. Sawa, tupatane in the next one.